Unaposema roho ya Yezabeli, hebu sema Yezabeli. Yezabeli ni mwanamke ambaye ana roho za kumuongoza mume wake. Yaani mwanamke aliye na roho ya Yezabeli ni mwanamke ambaye anamcontrol mume wake. Anamuingiza mume wake kwenye makosa bila yeye kujua. Maana yake ni kwamba wakiongea na wanaume wenzake, wakakubaliana jambo, alafu akaingia ndani, kuongea na mkewe. Ukija kuongea na mwanaume huyu alishabadilika kabisa. Kwa sababu mke wake ana roho ya Yezabeli. Mke wake anamwambia achana na yule, sitaki uwe na yule, sitaki uwe karibu na yule, sitaki uwe karibu na yule. Kwa mume wake unamkuta ameshainamishwa. Hebu sema inamishwa. Kule kwetu Tanga wanasema amelishwa limbwata au amekula maini ya bundi kule Tanga kule. Maana yake mwanamke anamcontrol mume wake. Kwa mfano huyu mwanamke Yezabeli alikuwa anamwambia mume wake muue na boss. Mwanaume anamuua. Nyang'anya shamba la fulani. Mwanaume ananyang'anya shamba. Kwa kawaida Yesu Kristo ni mfano wa kanisa. Na mwanamke Yesu Kristo ni mfano wa kanisa na mwanamke ni mwili. Yesu Kristo ni kichwa. Kwa hiyo Yesu Kristo alilipenda kanisa kwanza. Kwa hiyo hata kwenye familia mwanaume ni mfano wa Kristo. Mwanaume ndiye anazalisha maono ya familia na mwanamke ni msaidizi wa mume wake kutimiza maono ya familia. Hebu sema amen. Nataka nirudie tena. Ukiona mkeo naye ana maono, iko shida hapo. Kwa kawaida mwanaume anakuwa na maono, hebu sema maono, na mwanamke anamsaidia mume wake kutimiza maono yake. Ni kweli kuna wanawake wana akili kuliko wanaume kwa maana ya akili za masomo. Lakini mwanamke anatakiwa kufanya kitu kinaitwa submission. Hebu sema submission. Neno submission maana yake ni utii. Lile neno linalosema enyi wake watiini waume zenu. Hili neno lilotumiwa halisemi kwamba kwa Kiingereza women obey your husbands. Hapana. Linasema women submit to your husband. Sio obey. Kuobey maana yake unaelewa na unapoelewa unafuata. Lakini submit maana yake kwamba hata kama hujaelewa nyamaza kwa sababu mko mbele za watu. Submit maana yake ni kwamba enyi wake submit kwao, ni utii ambao unatokana. Mwanamke anaambiwa kutii kwa namna ambavyo hajaelewa vizuri, ila anasema tu nimekuelewa, ili watakapobaki wawili na mmewe amwambie mmewe, sasa hivi hapo ulikuwa unamaanisha nini? Nilishindwa kukubishia mbele za watu, lakini nilisema tu nimeelewa. Ila kimsingi hajaelewa. Unaelewa? Mwanamke hajaelewa, lakini anaona sasa bwana nikianza maswali tena hapa nitazua zogo hapa, ni nyamaze. Hiyo ndio inaitwa submission. Kuna tofauti ya submission na obedience. We obey God and we submit to our husbands. Tunamtii Mungu na ule utii wa mwanamke kwa mume unaitwa submission. Kwa mfano hivi, nitumie tu muda hapo kutibu baadhi ya watu. Kwa mfano mko kwenye kikao au umetembelewa na watu nyumbani. Wamefika nyumbani pale rafiki zenu, mmekaa pale, alafu rafiki zenu wanaanza kufurahia, I say TV yenu nzuri sana bwana. I say hebu ona ilivyo mna TV touch screen. TV yenu ni touch screen. Imetengenezwa New Zealand. Alafu mkeo anaitikia, kweli nzuri sana. Niliinunua nilipokuwa masomoni New Zealand. Namshukuru sana Mungu. Unaelewa? Na mwanaume yupo. Unaona na mwanaume. Ni kweli yule mama aliinunua, ila sasa hapa hakutakiwa kufanya nini? Hakutakiwa kusema. Baadaye inakwenda tena kidogo kajoto kale linaletwa pale air condition refu hivi la ajabu. Yanamiminwa maji kwenye lile air condition, likibonyezwa mahali linaanza kutoa upepo mzuri sana. Alafu wale wageni wanasema, I say air condition yenu jamani. Hii mwanamke anaitikia tena, unajua nilipokuwa safari ya Tokyo nimeenda masomoni pale Narita airport, ili nihangaisha sana hii TV hii air condition kuipakia. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu alinisaidia sana. Haijakaa sawa tena, wageni wamekaa kidogo, kumbe lile kochi linaweza kugeuka likawa, ukibonyeza mahali kochi inageuka inakuwa ni kiti cha kulia chakula mezani. Wageni sasa wanataka waende wakale chakula, wakaambiwa kaeni hapa hapo, linabonyezwa mahali kochi inageuka, alafu linakuwa stool, linakuwa meza ya chakula. Wanasema jamani hii nayo ni mwanamke anaitikia tena. Nilipokuwa Canada mwanamke anaitikia tena. Nilipokuwa Canada pale Manitoba, ile Manhattan Street, nilibahatisha tu, yani ilikuwa vizuri kweli.
Mwanaume maskini ameinama tu hivi, anatulia tu pale. Baadaye chakula kinakuja, zinakuja sahani za ajabu ambavyo hapo sahani hiyo hapa kuna ubwabwa, hapa kuna chachandu, hapa kuna hiki na hiki. Yaani sahani imejaa vizuri. Alafu sahani ukibonyeza ina maua, wageni wanashangaa tena. Jamani, sahani hizi za ajabu. Mwanamke anaitikia tena. Nilipokuwa Dubai anaitikia tena. Nilipokuwa Dubai mwaka 2014 Januari tarehe 7 Disemba saa 4 asubuhi nilikuwa pale Dubai airport. Sasa vikaenda hivi na hivi, maskini mwanaume hapa ametulia tu. Maneno anayosema mwanamke huyu ni ya kweli, ila alichokosa, amekosa nini? Staha. Pamoja na kwamba inunua yeye, haitakiwa aseme unajua mume wangu anajua kuchagua vitu. Unajua mume wangu, kwa kweli mume wangu anajua. Mume anaanza kusema nimeoa kweli. Ila kiuhakika kabisa hajavinunua yule mume, wala hana kazi, wala hana ajira, wala huwa atoki nyumbani anaangalia TV kuanzia asubuhi mpaka saa 8. Ila mke wake ameamua kusubmit. Hebu sema submission. Unanielewa maana yake? Sio kwamba mwanamke hawezi kufanya vitu, anafanya vitu kuliko mwanaume. Lakini ameagizwa na Mungu afanye nini? Utii. Unaona, wageni wanataka kuondoka pale, wanaingia kwenye gari, wanasindikizwa, anabonyeza mahali, gari inanyanyua mabawa hivi, wanasema jamani, gari yenu wonderful. Mwanamke anaingia tena anasema, nilipokuwa Korea ya Kusini kwenye mji unaitwa Busan, pale East Sea, pale gari hii ilikuja tu kama bahati nzuri tu, nikainunua, nikamtumia mpenzi wangu huyu. Ila ameichubua si imekuaje, lakini maisha yanayo kusameheana namna hiyo. Unaelewa sasa? Hiyo ndiyo Yezabel. Na amuru mtu aliye na roho ya Yezabeli bila kujua, geuka leo ubadilike kwa jina la Yesu. Hebu sema geuka. Kwa hiyo kuna watu wana roho ya Yezabeli na wao hawajui kwamba ile inamuumiza sana mwanaume. Mwanaume anaanza kuwa mnyonge tu. Baadaye kinachotokea, kila kitu kadogo kakitokea, anasema bwana nyie endelea tu, mke wangu endelea tu, uwe na amani, endelea tu. Baadaye ile confidence yake inapotea, anakuwa tu ni mtu wa. Hiyo ndio Yezabel. Sasa mfalme wa Israeli alikuwa anaitwa Ahabu. Mkewe alikuwa wa sampuli hii kama niliyokuonyesha. Anamwambia muue huyu, mwanaume anamuua. Mchukie huyu, mwanaume anamchukia. Niongee kidogo kuhusu Yezabeli, ingawa sio somo langu. Mwanaume ambaye mkewe ana roho ya Yezabeli hastaki kupewa uongozi kanisani. Yule mwanamke anayekwambia usiku kucha, hata wewe unaweza kuwa mchungaji kiongozi, si ni utii tu, unaweza kabisa. Wasitusumbue darling. Kwanza hapo kanisani wanakutegemea wewe tu. Ukitoka wewe yani hamna kitu pale. Wanakuja kusikiliza. Wewe ni utii tu. Mwanamke anakushindilia mpaka unajaa kichwa. Mimi nilikuwa na vijana wangu wengi walioshindiliwa na wake zao. Kama mama kanakushindilia, kanakuambia baby. Yaani ukihubiri wewe kila mtu anasisimka baby. Tuanze kanisa letu baby. Sasa leo unaanza baby. Unaanza baby. Hey. Utaula wachuya. Mwanaume lazima ujisimamie. Ukisema upokee kutoka kwa Bwana, uwajulishe wanadamu. Umpende mkeo kama Kristo anavyolipenda kanisa. Hebu sema amen.